Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Vipi hali? Hali mimi namshukuru Mungu naendelea vizuri, sijui wewe na familia yako. Namshukuru Allah, alhamdulillah niko salama. Habari za Zanzibar? Zanzibar namshukuru Allah, tuko salama na alhamdulillah mambo yanaenda vizuri kabisa. Habari za Zanzibar, na Zanzibar kuna neema gani sasa hivi Sheikh? Zanzibar ni joto kali sana. Yaani Zanzibar joto kali sana. Huko Dar es Salaam pia kuna joto, lakini nafikiri Zanzibar joto limezidi sana. Sawa, karibu sana Dar es Salaam na karibu sana katika mtaa wetu na katika msikiti wetu. Nafikiri baada ya kuja tutapata faida kubwa inshallah. Inshallah mimi nimekaribia na alhamdulillah namshukuru Allah, na watu waendelee kusubiri madini. Kuna vitu vingi ambavyo nimeviandaa kwa ajili ya watu wa Dar es Salaam. Kwa nashukuru sana kwa kunipokea. Mwenyezi Mungu akubarikini inshallah. Inshallah. Shahidi, mimi nina swali langu ambalo inasema riba haifai katika Uislamu. Sasa vipi mtu amekopa hela ya riba alafu hela hii akenda akafanyia ndoa? Je, ndoa hii inaswihi? Riba ile pesa ambayo ikaipatia kwa riba, kwanza inakuwa ni pesa ya haramu, inakuwa sio pesa halali, inakuwa ni pesa ya haramu. Sasa na kitu chochote ambacho utakachokitumia katika njia haramu, basi kitu hicho inakuwa hakifai. Ila kwenye ndoa ukaenda kutoa mahari kwa pesa ya riba, sawa, manake wewe mwanamume jukumu utakuwa nalo wewe, madhambi utakuwa nayo wewe. Ndoa itaswihi katika masharti ya ndoa. Ziko sharti 5 za ndoa zile, sawa. Zile sharti 5 zote za ndoa ukizitimiza, ndoa itasihi. Kinachokuponza wewe mume ni kupata madhambi ya kwenda kuchukua ile pesa ya riba, sawa. Ila ndoa itasihi kwa sababu ndoa ina sharti 5. Kama ndoa ina sharti 5 ukatekeleza masharti yote 5, itasihi, isipokuwa wewe mwanamume utapata dhambi la kwenda kuchukua ile pesa ya riba. Tuko pamoja? Kwa ndoa itasihi, lakini mwanamume utapata madhambi tu kwa sababu umeenda kuchukua ile pesa ya riba, ukaenda kutoa mahari, lakini ndoa itasihi. Isipokuwa mume atapata madhambi tu kwa kwenda kuchukua ile pesa ya riba. Sasa ikiwa ni kwamba mwanamume atapata madhambi, sasa nini kifanyike juu ya huyu mwanamume ambaye kwamba alichukua hii hela? Afanye vitu viwili. Kitu cha kwanza, mwanamume kwanza alete istighfar kwa Allah subhanahu wa ta'ala, sawa. Kitu cha pili, anatakiwa ile pesa ambayo kenda kuchukua kwa njia ya riba, sawa, anatakiwa airudishe. Tena katika kuirudisha, arudishe katika njia halali. Maana mwanamume pale aombe istighfari kwa Allah, amsamehe dhambi lake ambayo kalifanya, ikiwa kafanya kwa makusudi au ikiwa hakufanya kwa makusudi. Kwanza alete istighfar, kisha akishaleta istighfar, wakati wa kurudisha ile pesa ajutie lile dhambi lake ambalo kalifanya, kwa sababu toba ina masharti 3. Kwanza, ayandama bima fa'alahu, mtu ajutie kile alichokifanya. Sasa sharti la pili toba, kwamba tubu ila Allah taubatan nasuha, tubu kwa Allah toba ya kweli kweli, kwa usitubu kimaskhara. Ni sharti la 3, usije ukarudia lile jambo ambalo umelifanya katika toba yako. Kwa huyu yeye aombe toba kwa Allah ili Mwenyezi Mungu amsamehe madhambi yake, lakini pia asije akarudia kile kitendo ambacho kakifanya kwa ajili ya kwenda kuoa. Sawa. Hapo shahidi, katika kuelezea katika sharti za toba, hapo nimepata swali ambapo kwamba huyu mtu ambaye kwamba ametubia, katika sharti tumesema ni kwamba asije akarejea tena katika lile kosa ambalo kwamba alilofanya. Je, atakapolirejea lile kosa alilolifanya, hukumu yake inakuwaje kwa Allah? Ikiwa mtu ameomba toba kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na ikiwa amerudia tena lile kosa ambalo kalifanya, sawa, kuna vitu viwili. Ikiwa kafanya kwa maksudi lile kosa, maana yake mtu anafanya istihzai, anamfanyia maskhara Allah subhanahu wa ta'ala, sawa. Wa man yata'adda hudud Allah faqad dhalama nafsahu, mtu atakayechupa mipaka ya Allah basi amedhulumu nafsi yake. Kwa hiyo mtu atakuwa kadhulumu, na mtu yote atakayedhulumu mwenyewe maana yake ataingia motoni. Ukifanya dhambi kwa maksudi, umerudia kosa ambalo umeliomba toba,
ukarudia kwa makusudi, maana yake utakuwa umejidhulumu nafsi yako, lakini pia Allah atakuingiza motoni kwa kile ulichokifanya. La pili, ikiwa hakufuata kwa makusudi, kateleza kiubinadamu, sawa, maana yake Allah, inna Allaha yaghfiru dhunuba jamia, Mwenyezi Mungu anasamehe madhambi yote, innahu huwal ghafurur rahim, Allah ni mwenye kusamehe na ni mwenye huruma. Kwa akifanya kwa makusudi, karudia kwa makusudi, basi Allah hatomsamehe mtu huyo. Lakini kama hakurudia kwa makusudi, kateleza kiubinadamu, basi Allah atamsamehe kwa ubinadamu wake. Asante Sheikh Idi, tunashukuru kwa faida